Yes sir, karibu sana hapa mpenzi mtazamaji, msikilizaji popote ulipo. Hii siku ya leo tumerudi hapa tukiwa moja kwa moja. Hapa ni kwa Mlima Vibe Podcast na siko peke yangu leo, tuko na Gatheru Mundu. Wagwan. Rada. Form. Maana umepotea. Kwani ile muru imekukalia aje? Mi niko. Yeah? Niko tu ya. Story ya Diamond League nini huko? Diamond League iliweza. Aha. Acha tuseme tu iliweza juu. Ukapatana pale na magumzo. Big up man. Tule link up na gumzo. Rada Shava. Aha. Ni wase kujituma? Wanajituma. Aha. Na hiyo tu ndo inafaa. Kila mse tu ajitume pande yake. Kila kitu yenye uko nayo yani. Aha. Unajituma nayo. Aha. Itabidi watu wajitume manze juu hapo. Shukran kwa gumzo. Bana jo. Wanajituma mbaya sana pale. Lakini nasikia ulichanganyikiwa pale kwa kuona nini? Magoshodu. Vitu kamwero. Vitu jaiona. Yeah. Nimeona my type kama sita hii. Approaching nini noma. Yeah. Ku remain focused. Lakini kuna warembo. Mimi na kamera tuko the same. Lazima focus. Moja isipotee. Lazima tu focus bana. Lakini Kenya ili ni bo. Jazi, wanavaa jazi wanafanana wote. Sasa unataka watu wavae nini? Si mtu apige tu ukue unique kivi yako. Ili hata unajua sasa hata kama ungemark mtu. Kitu kama hiyo sasa. At least hata ukimark mse pale unamark mse mwenye unaona like sasa hii shughuli hata nikimuinda. Kwa hiyo ulikuwa umemark nani wewe mwenyewe kukasirisha hivi vyote? Wacha nisichome. Alipotelea kwa crowd. Kwa mixing nini hakupatikana tena. Lakini ilikuwa imechachisha. Lakini kuna watu hapa nje. Watu wasivae jezi. Unataka watu wavae nini? Mtu akue tu unique man. Unajua sasa shida ni ile sasa, yani hiyo shughuli umekuja ni shughuli kama ya event. Sasa mnafanana nyinyi wote. Ulikuwa umeenda kuangalia kama watu wanafanana ama ulikuwa umeona kwenda kuangalia watu kama wanakimbia? Sisi tulikuwa tumeenda kuona watu wakikimbia, lakini sasa nyinyi wote mnakuja na jazi yake. Ndio maana jezi ziko. Jezi ni ndani nazo mpira. Tengeneza basi match ya jezi ya Mlima basi. Tumehandwa. Interview diana ni ngumu. Mimi nilijaribu uliuma nje. Hizi vitu si zangu jo. Wezani. Niliona tu yenyewe hisi kitu. Ulikuwa unasema unataka kuwa kama MC kama mimi. Utawezana? Acha tu mimi niongeange tu yani. Approach msee ati kwenda kumwambia rada hata unashangaa sasa na kuanzia wapi wewe? Interview si kitu rahisi. Kila msee upenda kuoko kamenje. Si kila msee. Unaweza enda upate msee tena akwambia wewe ama kupiga nini hapo. Bana. Sasa unajipata mimi acha tu hiyo mambo tu nikuachie. Wewe unaifanya vizuri. Uliona wase venye wanapiga hapo 100 meters? Wakitekimbiza tiko. Ndio tuliona wakikimbia. Sikuona watu wengine. Hata kama watu wa kuingia kwa steady. Wale wengine bana tulikuwa tunapatana huko. Yenyewe ilikuwa mbaya. Wale walikuwa wanaingia pale kwa steady. Wenye tu kuingia kwa steady tuliona 100 meters pale nini tiko. Niliingia, wewe kuingia? Mimi sikuingia manje Josi. Na nilikuwa na connection yangu ilikuwa imenipa VIP tiko. Bada. Lakini finally sikuingia, lakini ni link up na wase hapo. My interview nini type yako nini? Zi. Hakuna? Bado bako chini. Ulikuwa hata mwenye ana jezi? Ningepata mwenye ana jezi. Ningepata mwenye ana jezi tu ungelink up manze Josi. Watu bana tena hata ukichagua unachagua kitu ifanani.
Mm. Mm. Yeah? Lakini sasa nakwambia mi nilitoka huko bado nikiwa focused. Shughuli Aha. yangu ilikuwa kuenda kufanya mambo Wewe ulipendezwa na wajezi? mimi Ah. ni setting tu ilinibamba ya huko nini Aha. huko, kuona Wakenya wengi, Aha. si mtu specific yani. Mm. Lakini Lakini hakuna mwenye nilijuana na alikunice. wase kadhaa. Mm. Akina nanisiwa big up hapo wenye uliwajua. Tuanze kuwa follow. Tuanze kuwa follow pale Instagram. Nini. Mnataka kunigundua. Yeah. Bana. Ati sasa ati ulijuana na wasi? Nilijuana na wase kadhaa. Wagani hao? Si una big up hapo nini. Bana, big up Tiana Mash. Huyo ni mgani? Big up kina Alvo, big up kina Jebo. Aha. Rada Shava. Walishow hapo na Ivanso. Though alitutenda tukashinda nje masaa 24. Lakini big up Juice walitokelezea. Nani mwingine? Kwani nini nimesikia tu umetaja tulishinda na yeye. Tiana. Kwani Tiana tu ndo ulijua? Hakuna mwingine? Hakuna mse mwingine nilijuana na yeye. Waacha hizo wewe. Na bado Wanisa bado. By the way, Wanisa manze is big up Mashimo. Aha. Uliteka namba yake? Kuteka namba ya nani? Mashimo. Unatumia hii lugha vibaya. Jo. Kuteka mambo gani bana? Nilitaka. Ulitaka namba ya Tiana? Unataka kunigundua bro. Rada. Kuulizia tu. Unajua mimi tutokushinda na wewe. Ulijificha manze Juice. Tulishinda na wewe. Zizi hatukushinda na wewe. Uliingia hivyo, then kuna place ulituacha parking. Ulikuwa umeenda? Umetupigisha parking msee. Kwani ulikuwa umeenda? Yaani yako ilijipa yetu ikakosa kuivisha. Unajua mimi msee wa kutafuta mashimo nini. By the way hata mlikuwa na mashimo. Kwa hizo mashimo bado ndio tulipatana mashimo. Akakuonyesha mashimo. Sisi tulia place moja bado nasikianga so lazima kwanza ningeenda ni explore niangalie nini. Lakini huko nilisikia wapoa wa wenyewe walikuwa na wapoa wengine man. Kuna kitu hebu niambie mimi sijui. Huko wase mimi naona ikuenda venye ilikuwa inafaa. Kwa nini? Ni kama huko hakuna mse wa mse. Kwani kuna kuanga na mtu wa mtu? Hakunanga. Hakunanga. Lakini wangu ni wangu. Mkiwa na yeye. Acha hizo. Usivunja moyo man. Kwani unataka ni disappear? Mtu wako ni wako ukiwa na yeye. Wacha. Huko nilikuwa naona nini matching nini hapo couple goals nini. Nani alifunga hizo goals? Si wana support Messi. Couple goals bana. Watu wako couple goals unajua. Wasi walikuwa wanapita hapo wameshikana mkono nini. Hiyo unajua hiyo wako inaitwa aje? Hao ni newcomers. Na kuna wasi bado walitoka na wapoa huko by the way. Sisi ndio tulilalisha. Lakini ni venye mimi niko naye. Labda wewe. Mimi ni venye niko naye. Sikuwa nahitaji nini mwingine. Niko sawa na wangu maombi yake hufanya kazi. Maombi yake hunifunga mistari nisionekane. Maombi yake ananifunga mpaka mistari inakosekana. Mpaka inakarejea kuapproach sikuwa ngori. Lakini sasa nakwambia ni kuremain focused. Manzi Juice. Na kitu yenye lakini tuliachieve kitu yenye tulikuwa tumeenda kufanya. Tuliachieve though kuna pale ulijificha. Sikujua kwenye ulienda. Hiyo nayo itabidi tu ujue ni aje ngori. Hiyo ni ngori. Unajua kuna vitu zingine yenyewe inabidingi unaenda nazo kwa kaburi.
Ni siri private. Ni mambo si yote ya kuambiana. Bana ni ngori. Ni ngori hiyo design. Ni ngori. Wasanii nini hapo hivyo nini shughuli yao uliwapangiaje? Mashimo. Nani yo? Mnisa. Hapa nje wase wako na talent I think ni ile tu chance wanakosaga. Wewe uliona aje hiyo? Sasa si ndio nasema aje. Yaani kuna hiyo tunafaa kufanya nini? Tunafaa. Nilikuwa naona tunafaa siku moja tutokee tu hivi. Tuende tupige wase nini inaitwa aje. Tuende tukue na kama freestyle session. Na wanisa wengine nini hata kama maybe hata tutakuwa part ya hiyo nini. Lakini yaani tuonyeshe kuna wase wengine wabaya. Manze kuna watu wengine wabaya ni vile wase saa zingine unapata msee kurekod ni ngori, mwingine ana nini kurekod ama ana hadi time ya kurekod, lakini huo msee ni mbaya yenyewe. Unaona? Juu kama Mashimo hiyo Mnisa ni mbaya. Mashimo ni mbaya. By the way nini mnafaa mpange kama Mrima Vibe podcast hapo. Mshikilie wasanii hapa nje juice. Bana, si ndio nasema. Kama ile tu form mpoape tu hiyo channel stars tu anaweza warekodia nini hapo. Bana. Then na wewe kama ni wewe hapo nini uwapigie video ueditie. Mueditie hapo manze juice. Junyi mko na kila kitu. At least muwape hiyo nini channel. Juu ni wabaya pale nje. Ni ile tu nini. Ni ile tu tuseme ni ile tu channel inakosekana. Lakini inshallah tu yani mambo itajipa juice. Wasikufe moyo man. Ndio maana sisi tulikuwa bado naambie bado nini huko nini. Nani? Gumzo. Kuna much talent huku nje. Kunayo watu ni talented bro. Unakaa hivi na wase unashangaa wow form. Na uwezi jua kama kuna boys mwingine tulikuwa yani si tunabonga tu patana kama daily. Lakini mimi sijaiona huyo msee anakuanga hivyo yani. Siku moja amenifungulia nini TikTok yake. Naona vitu zenye huyo msee udu niko zile za umekuwa ukifanya hizi vitu zote yani. Like yani ukiona msee hivi directly huwezi jua huyo msee yenyewe kuna kitu yenye ako nayo. Unaona? Lakini chini ya kila msee ako na talent yake. Yako ni gani? Mimi sina talent though. Mimi sina talent though. Juu hata sijaijitambua vile inafaa. Yani kwa matalent. Lakini kitu unaikuwa sure nayo. Mimi ukinipea tu nini flow. Uniambia nini ya script nini. Mimi naweza andika script na naweza zipiga. Script kama ya nini? Ushaiandika script gani? Si ya drama. Ushaiandika sasa kwanza by the way niko na album mpya ya script ya mapenzi. Venye sijapata watu wa kuact vizuri kwa mapenzi. Jose yuko. Jose alienda Jose. Jose itabidi urudi tu niko na script mwacheche hapo. Ya mapenzi. Ushaandika? Nishaandika. Iko wapi? Kwani siko kwa diary. Utaipiga shughuli? Wow. Nataka mtu 7 by the way. Mapenzi nini vulai nini hapo. Sawa ndo director? Si mimi ndo director. Kuna piece yenye ushaifanya? Kuna kitu yenye ushaifanya yenye iko online? Sijafanya. Kwa hivyo wewe ni team kulalisha? Si kulalisha, unajua acha nikwambie nini Gadheru. Na nakwambia siku mob. Hii shughuli inataka kuwa na plan imeivisha. Hakuna plan. Production team lazima ikuwe pale. Acha nikwambie. Unaona? Akile ya Noah ilijengwa na wase na beginners. Hakuna kitu yenye wanajua amateurs. Hakuna. Sawa? Na hiyo kitu ili last 40 days kwa maji. Sawa? Nini inaitwa aje? Titanic ilijengwa na professionals. Sawa? Na ikaanguka. Exactly. So ijali ati venye sijui ati lazima tukume ivisha. The more yenye unagojea kuna mse mwenye ako na less experience anaidu na through failures zake analan Kenya analan. Unaona? Sasa wewe the moment yenye unaanza
ukifail mara moja utakuwa bado behind yani. Lakini nimetake time nini hapo, knowledge nini power nini. Hakuna mambo ya knowledge. Sleeping nights hivi kuomit nini. Wewe sasa ni bora hata uko na time ya kuandika hadi script. Niandika script kuliko watch nini. Hii podcast haiko scripted. Hii ni real raw and rare. Hii ni raw and rare. Hii si kuandikwa. Hii ni kitu bura. Moja kwa moja, lakini unajua sasa ni ile like unapataka like forms zinatoka tu zenyewe. Ndio maana napiga podcast juu shughuli niko nazo. Mbona hizi vitu usiziweke tu chini yani? Ni kukosa tu ile right time na nini. Hakuna right time ati right time. Sasa kama wewe nikiweza kuambia saizi uingie kwa script utaanza kusema nini time. Mimi ukinipa kitu naipiga, mimi siwezi shindwa kufanya nini. Mimi ni msedi ni talent yako ni gani? Multi talented. Hebu niambie talent yako ni gani? Mimi niko na kibao bana. Niambie moja. Hata sijaigundua. Sio niambie moja. Talent ile real talent. Sijaigundua talent yangu kabisa. Unajua kama mimi nakumbuka hivi nikiwa mkidi nini. Unaona stories za kuweka mitego ya sungura nini. Hiyo ni talent moja noma. Unajua ugonjwa kuku na kichaka. Unaona mimi kuweka mitego kichaka nini hizo story. Acha nikwambie. Hiyo talent na kwa nimeibishia. Kitu moja yenye nilijua nini? Ama na hizi dream more than exposure yake. Sasa utadream aje? Utadream aje? Ni lazima nirudishe kichaka nini hizo story. Wewe sasa kama ungetoka hiyo area yenyewe. Hiyo ndio ingekuwa the level of exposure. Sasa hebu niambie sasa mse mwenye hajaitoka area. Wako mamuri wangu mbaya sana. Ni wengi. Mbaya sana. So unaona bado wako na mentality kama yako ya kitambo. Huko kuna wanyama tulikuwa tunaita huko. Unaona hizo vitu. Sasa una imagine ukiwa miaka 40 ama 30 ama ngapi bado unakimbizana na. Wacha nikwambie kitu moja Scotty. Unaona saa zile ukiwa mdogo nini hizi vitu unafunzago kama kutega swara, kutega hizo vitu zinasumbua chakula, mimea nini hizo wanyama kuwawinda. Unaona hiyo experience manze Jose ni ya maana sana. Jua hata ile time utaenda kwa kama ile time utazeeka bado uko na kitu unaweza jifanyia. Sasa na kama sasa nitakuwa place kama huko Kilimani nini. Sasa Kilimani kwani utaishi Kilimani? Si ndio? Si after Kilimani kuna life. Si life iko huko Kilimani. Kwa manyumba utakipali iko na green pastures hivi, place unatulia tu hivi, una made tu hivi na mimea nini. Cha kwambie. By that time ama si at that time saizi kuna technology mingi. Si lazima ufanye nini vitu za kimbokta. Unaona? Unaweza tumia njia ya kitambo na bado unaweza tumia kumekwa kizi. Sasa kama saa hizi wase wenyewe kitambo watu walikuwa wanaongea na nini saizi watu wako na mic. Sawa? Tunatumia mic. Natumia mic manze juice. Unaona? So si kama tungekuwa tuna stick na nini ya kitambo tungekuwa tu hapa tuna shout. Unaona? So as vitu zinaenda mambo inakuja ikibadilika pole. Ndio maana nimekwambia wase wenye wako Kilimani kama wako na tushamba tudogo ama wase wenye wako Upton wako na tushamba tudogo hapa na pale, kuna njia zingine wanatumia kumekudo kutega huko. Ndio taramote. Hapa hili ndio kuna njia zingine za exactly. So yani tuseme ni exposure. Exposure inafanya vitu mingi sana. Si exposure. Nakwambia unaona saizi unaandaleti hiyo story huko mtaani. Si underrate. Unaona? Sijui kama unanishika. Wacha nikwambie kitu moja. Mimi si underrate. Nasema aje? Nikwambie kitu moja. Unajua sasa wewe ni msi wa Uptown.
Mi si mse wa uptown. Ah. Uptown ni Umegrow ukiona mapigi nyumba kubwa. Mimi nimegrow nikifunzwa kulima nini shughuli rahisi ni kuchimba mitaro ya maji. Ala si tumezidu, lakini sasa acha nikwambie. Yeah. Kila kitu yukuwa shida, yukuwa location. Unaona? Kila kitu yufanyiwa nini na location. Sawa? Location ya mse ndio inafanya nini exposure ya mse. Hata si exposure mostly mentality. Sawa? Mse mwenye ako place kama Turkana, Samburu. Huko pia saizi kuna vita, kuna nini. So inaweza kuwa ngumu yeye kukaa bila kama hana mshale ama gani. Unaona? Ni ngumu juu yeye amereiziwa hivyo akijua lazima akuwe nayo. Lakini huyo mse ukimleta na maybe hata si mwizi. Sawa? Lakini the same person umlete place kama Nairobi ama nini, akuwe na hiyo ndenga yake na akuwe na mshale, ataonekana different. Kuna mwingine atamuona kama watchman, gaidi. Kuna mwingine atamuona gaidi kama gaidi na atabambwa. Unaona? Like yani kila kitu location ndio ina determine mambo mingi. So saizi unaweza ona kitu yenye inafanyika hapa haifanyiki the same na hii area nyingine. Unaona? Juu ya location na ile culture yenye imekuwa hapo. Juu kama unashika. Nangam. Lakini sasa tuseme kama ni kusurvive, like huyo msi mwenye amegrow hivyo akiweza pata place imetulia anaweza survive vibaya sana. Kila mse anaweza survive anywhere. Juu kila place iko na mangori zake. Si kila mse survive kila mahali. Nikwambie, survival ni nini? Survival ni nini? Hebu wewe niambie nini yako ya survival ni nini? Tactic. Tactics zangu za survival. Si survival yani tactic. Yani meaning ya survival kwako ni nini? Si ni kusurvive. Kwani kuna survival yani si bora tu niishi tu fiti nikae tu place ni survive yani. Ama unataka nikuambie aje? Unajua vile survival ni mbaya. Unajua survival inakujanga from a point of scarcity. Unaona? Mimi nafikiria survival inakujaga nini from a point of hardships nini. Ni from a point of scarcity. Acha nikuelezee sasa. Acha niongee kama philosopher. Cha kwanza hata niketi chini vizuri sasa nikuelezee. Nielezee mkuu. Survival. Kuna mse mwenye amelelewa from a family of survival. Unajua survival ni ile ya mnajua kuna hizi vitu si enough. Yani environment ikufevi. Haikufevi na hizi resources si enough. So inabidi usurvive na zenye ziko. Na hiyo ina trigger mind yako kujua enyewe uko na sasa hiyo scarcity mentality hapo ndipo inatokanga. Sawa? Yani wewe uko ushajishrink ndo uweze kufanya hizi resources yani uweze kuwork na hizi resources zenye ziko. Mostly utatafuta resources zingine, utafanya nini na hii. Ndo maana nilikuwa nasikia Odem akibonga, anaitwa nani? Shigwan akibonga akisema mimi hakuwa anajua mambo ya 3 meals a day. Unaona? Yeye alikuwa anajua unafaa kukula 1 meal. Ukishadishi hivyo ni hivyo. Sawa? Hakuna na uko fiti na hiyo. Hadi ukiona best yako umekula mara 2. Wewe ni sonko. Unashika? Uko na do usha make it, lakini haiko hivyo. Lakini venye alitoka kwa hiyo space. Sawa? Akaenda area nyingine, akapata akatest levels zingine, ndo maana akakuja akajua aje kumbe hii kitu haifai kuwa hivi. Kumbe nafaa kuwa nakula 3 meals a day. So saizi akikosa hizo 3 meals enyewe anajua ni ngori. Unaona? So huu msee kuna msee bado wako in the same space enye Shigwan alikuwa. Sawa? Bado mentality yake iko hivyo. Sawa? Hiyo ndio survival. Sawa? Huo ndio msee ana survive.
na msee ako in survival, hakuna kitu yenye hawezi kufanyia. Bora survive. Anaweza anakuona hivi, anaona wewe kwanza we ni mboka, wewe ni nini, hiyo ndio survive. So anaweza pita hata na wewe, yani in short mbaya, bora survive juu ya hizo resources. Hiyo ndio mentality yake yenye imefanya nini, na utakuja upate si yeye alikuwa anataka kufanya hivi, ama si yeye alikuwa si nini alikuwa anataka kukua hivi. Ni environment yake na resources venye ziko. Unaona? Sasa hiyo so na hii story tunasikiaga, unakaa unasikia msee anasema mimi ndo nilijilea nini kwetu kulikuwa down hivi, tulikuwa tunasema hivi nini. Hizo story wewe unazitekaje? Stories za kujilea. Msee anasema mimi ndo nilijilea kwetu kwa bora usurvive kivyako nini. Tukiniona hivi mimi lazima uniheshimu kama tukisema tukiongelelea literally, kusema msee alijilea literally itakuwa mostly watu wengi tu ni kukaa wanakaa hapo, lakini inaweza kuwa bado yes ulijilea ina point ya wewe ni ulikuwa unaenda kujifendia, unaenda kujitafutia, unaenda ni ulikuwa unajilipia school fees, ni ulikuwa unafanya nini, unaona. Lakini kuna ingine ya ile unasema yani ulikuwa unafanya vitu mkidi afai kuwa na do, hiyo yenyewe tunaweza sema hapo umejilea. Sawa. Alafu sasa kuna ile ya kuna watu mi na believingi kila msee amekuwa na ule msee mwenye amekuwa hapo karibu. Sawa. Ikue inaitwa aje, directly ama indirectly. Sawa. Kuna msee mwenye amekusaidia kufika place yenye uko directly ama indirectly. Si lazima ati kuwa ati nini. Kuna hauwezi survive alone. Kuna kitabu nilikuwa nasoma inasema hauwezi fanya nini peke yako. Hakuna, lazima ukuwe kwa ka circle fulani. Si ka circle, lazima ukuwe kwa club fulani. You are one relationship away, na si relationship za mapenzi. Unakuanga one relationship away from achieving kila kitu kenye unataka kwa hii dunia. Unajua hivyo? Moja tu, the right circle ama the right people. Huwezi jifungulia hizi milango peke yako. Lazima utafute ukuwe na msi mwenye atakugaida ama mwenye atakuconnect na hizo milango yani. Exactly. Destiny helper ama destiny connector, hao lazima wakuwe tu wako hapo tu ida. Lazima. Na kila msee ameshaekwa kwa hiyo path nikuulize unakuwa in a right circle. Najiulizanga hivyo daily. Hata saizi nimetoka kujiuliza hivyo. Nimeongelelea hiyo story nikajiuliza wewe sako yako inakupeleka mahali. Unajua nilisikia don't involve yourself na sako yenye ikusaidii. Haikusaidii juu wewe. Sako yako iko aje by the way? Saizi. Yaani ile sako uko nayo ni wase wa huwa wanakuchallenge in life ama tu ni wase. Ungekuwa na option ningechagua watu wengine lakini Kwani sako yako aje? Kwani unatembea na akina nani? Watu wako na gari bana. Aya, kuna msee sako yako ako nayo? Kuna kadhaa lakini sasa unaona kama wewe una nini uko kwa hiyo circle. Mimi niko kwa hiyo circle. Kama una kirai uko kwa hiyo circle. Wewe uko kwa hiyo kirai. Uko kwa hiyo circle by the way. Kama una hiyo nini. Hiyo wewe ni kualuka. Sasa unaona sasa hiyo sasa ni ngori tena. So yenyewe saizi maybe uko kwa circle ya pedestrians. Na hiyo ni ngori. Kuna siku moja naenda nje hivi nini. Msee ananiambia si unipikie ukinipick up. Sasa niko zile za
ukimpick up kwani ulikuwa umwambiaje kwa talking stage? Si dem. Ni jamaa. Chali. Ni chali, ni Morio. Ananiambia si unipitie ukinipick up juu hiyo location means sijui venye naweza drive. Naweza enda. So kudrive. So niko zile za huyu msee ajui mi niko Kalesa. Ajui napiga Kalesa hapa natumia John Walker. Ma Super Metro. Nakwambia uende ukimpick up. Nitampick up aje. Nisikia ameniandalete lakini nikasema inshallah tu ipo. Inshallah ipo siku. Lakini sasa shida ni wenye natembeaga na hao hakuna mwenye hata ananipigaga compare. Yaani ile like kunimotivate ama kunichallenge. Mimi sasa naona hao si tuko sawa tu hivi. Sasa unaona sasa uko comfortable. Hapo hakuna kitu yenye utai gain. Itabidi ni wachunje. Itabidi. Unajua kwa circle yako unafaa kuwa inaitwa aje? Na msee anakuchallenge. Unafaa kuwa wewe ndo dwanzi. Kwa hiyo circle. Nashika. Design yenye wewe si wewe uko pale juu. The moment yenye uko pale juu kuna kitu yenye itakuja, utakuwa comfortable na nini itakuingia. Ni pride ama nini itakuingia. Kiburi. Kakiburi kadogo kale kenye kanakwambia mimi niko fiti, so uta explore nini zako. Hakuna mse mwenye anakuchallenge, hakuna mse anakwambia kuja unafaa kufanya hivi, ufai kudu hivi, unafaa kudu hivi, nini. So unajipata uko comfortable. Lakini kenye upendea sako yangu wase wengi huomba. Maombi itakusaidia na nini? Maombi muhimu. Maombi inakuja. Ni wase huomba yani. Maombi wananiambia tu wao huomba yani iko tu siku yani. Maombi ni kitu fiti, hata Paul alisema maombi ni kitu fiti, lakini bila action hii kitu haiwezi do. Paul alisema faith yako sema maombi. Hata hiyo faith, si ndio hiyo faith. Si hata kila kitu hata kusema nini. Unajua maombi ni faith. Sawa? Maombi ni affirmation, si affirmation, ni manifestation. Sawa? Ni kama tu manifestation ya kitu yenye iko. Na manifestation kitu itakangi uingize hapo ni doubt. Sawa? The same tu na maombi na faith. Ukiomba utakangi usiingize doubt kwa kitu yenye unadu. Sawa? Ukiingiza doubt usha flop. Lakini ukisha trigger mind yako, nilikuwa naona nani Mike Tyson akienda kupigana, uwe mse anajiaffirm. Ushaona mse mwenye anajiaffirm? Anasema mimi ni mimi. Mike Tyson. Anasema kujiaffirm, yani anajiongelesha, anasema mimi ni mimi mbaya kwa hii ring, hakuna mse mwenye anaweza nipiga, hakuna nini. Yaani anajiambia vitu positive kujihusu. Sawa? Juu anajua yenyewe yeye hakuna mse mwenye anaweza mshinda. Unaona? Na hiyo sasa ndio the same thing na nini na maombi. Na huyu mse anaongea hivyo kwa nini? Ni joko well prepared. Unaona? Huwezi jiaffirm kama uko well prepared. Sawa? Huwezi sema wewe ni mnoma na uko well prepared. Mse anajua ile wakenye nimeputin ndio enyewe siwezi fail kama nimeputin hiyo waki yote. Lakini si tuliona kama nani? Gashau na feel aje? Au wase ni wabaya. Si unaona venye Gashau alikuwa anasema nitakuletea loli ya cabbage nini nimejiaffirm nini. Juu alikuwa na work hard. Tanganisha wewe breath na nini alafu venye alifanywa. Hapana, Gashau masaa yake ya kufika ilifika akiwa kwa ring. Masaa yake ya kudos ilifika akiwa kwa ring. Alamililia hapo akiwa hapo ndani. Lakini huyo msee watu ni wawili, ni mabeast. Ushaona mabeast? Unafikiria kurushiana Manyundo. Pigana kama robot bana. Hakuna kujikunja. Ilikuwa inaitwa transform ama ni nini?
Nilikuwa nafikiria tupange vurugu yako. Vurugu upo? Niliona Si by the way kuna vurugu ya nani? Anaitwa clip nani? yako ilikuwa imeachiliwa na juice. Hizo video tulisema zinafaa kuwa chini ya bana. Niliona Benja wako na vita sijui na nani itapiganiwa hapo nini. Baadaye niliona hiyo kitu. Ilikuwa nini? Ilikuwa ya hai. Na mbona hawajatuambia license? So unaweza chukua license ya kupigana na mtu. Unaweza chukua? Lakini si unajua wao si boxers. Si kitu inafaa like ikuwe nini? Wakuwe maboxer. Si lazima kuwa boxer. So unajua ni contract side. Na ukiweza tenda msi akiweza tendwa kama Borake uko fit healthy. Uko health. Kiweza ngolewa meno. Sasa si usha sign contract, ushaingia kwa hiyo nini? Ngolewa meno. Si unakubali tu. Unakubali tu venye kama iko. Kuna msiangededi kwa hiyo vurugu alafu. Si nani angeshikwa? Nani? Mwenye kupanga. Hii kitu yote ikifanyika gava inajua. Firstly, obviously wamechukua the right contracts, wamechukua the right nini. Angebambwa kama hawakufuata procedure. Lakini unajua tuongee tu kitu kwa like kama kuna hii nini boxing authority. Hao wanafaa kuwa wanaangalia ile channel poa ya kupigana wasi wakipigana nini. Then kutoka hapo wanakuja wanaangalia na wanajua hii story inafaa kwenda hivi na hii story inafaa kwenda hivi. Kwa limeanza tena? Nimeanzisha tena. Unaona? So ndo nasema hiyo story ya like wasi kama saizi wewe ni msanii si ndio? Kama Hello Boy kupigana na nani? Unaona? Hiyo ni kitu ilikuwa like kama nyinyi mnajua sisi wapiganaji, mbona mnakubali wasi waingie kwa ring? Sijui anataka kupigana. Unajua kupigana kwa streets ni mbaya. Kwa streets unaweza utashikwa. Kama saizi venye nasikia anataka kupigana naye tunafaa kuingia kwa ring. Sasa tuingie sasa kwa ring. Hiyo sasa ndio yani ile vita yenye unaona unaweza nipiga tuingie ring. Sawa? Nikukumbushe tu. Ulikumbushe tu mdoti. Kumbushe tu. Ni mbaya. Na hii story na hii story nilikuacha ukiona nini unapanga nini tournament ya FIFA. Ni FIFA mkiwa na nani kama hiyo story. Hiyo story ya FIFA. Hiyo story unaionaje? Si ni kitu fiti. Ni equipments bado natafuta, ni kama bada ni blood clots. Hiyo shughuli lazima tutaienda nini live. Si lazima. Sasa siacha equipments zikuje. Lazima itambe. Najiaminia? Yeah. Boys ni kujia farm. Kila kitu ni kujia farm. Umejia farm. Ni mbaya. Hiyo story yako inakuwa ngumu. Nini? Yeah. Nini mimi nimefanya tena? Ndio mambo unanionyesha kwa hizi streets. Sasa unaenda kuchokoza kwa nini? Siku hizi kitambo nilikuwa na gas. Siku hizi natakanga kwa vitu wenyewe ndogo hivi nini. Kitambo tungeenda nawe mahali tungetoka kaa tushapigwa. Bado unapenda uchokozi hivi. Hili kitu inakuwa kwa jinsi ama. Tuongelee tu. Mimi shida yangu ni moja. Siaminingi kuna mtu anaweza nishinda kwa kitu. Wacha. Kwa kitu yenye nishaeka mind yangu kwayo? Hapana. Hakuna. Hiyo ni kuwa confident ama hiyo ni kiburi ama hiyo ni kiburi. Si kiburi. Hiyo ni kiburi. Watu wanajua mambo mingi. Lakini mimi najuanga pia. Like unajigas like mimi ndo najua. Si ati mimi ndo najua, si ati ile sina ile nini ya kulan. Unajua kuna ile ya
sitaki kulearn anything kutoka kwa msee, lakini hapana, si hivyo, ni ile yenye najua naweza hii kitu. Unashika? Sijui kama unashika. Nang'am. Ni kama vile venye Mike Tyson akisema ye ni mbaya kwa kitu, ako overconfident juu anajua kenye anadu. Lakini si unafaa kuwa na ile room like, wacha kwanza niangalie maybe penye najua si huyo anajua zaidi. Ndo nimesema aje, kuna room ya kulan. Sawa? Kunako ka room si hata hiyo room ya kura hiyo room ya kulan, uzuri ni mimi na edit. Hiyo room ya hiyo room ya kulan ni kubwa. Sawa? Na hiyo room kwanza usiaiacha kulan, una get, lakini pia jiaminia kwa kila kitu kenye unadu. Sawa? Adem fulani ilikuwa yasikia kibonga anasema, unaona the moment yenye umekuja umefanya nini, Willy saizi unaweza anza kitu, nikuje nikwambia aje, Willy, hapa ngori hii kitu uwezi, hii kitu ama nikwambie si uwezi, nikuje nikwambie Willy wewe ni mngori. Sawa? Alafu ujiambia aje, hapana, mimi si mngori. Unaona? Unajaribu kukua humble. Sawa? Lakini hiyo si kukua humble. Hiyo unaambia mind yako aje. Unajua mind yako haijuangi ukweli na uongo. Haijui hata kama hii ndio reality ama hii ni nini. Sawa? Ndio maana unasikianga kila kitu negative yenye unaambia mind yako itabaki tu hapo. Na hiyo inabakingi kwa subconscious mind yako. Unaona? Siku hizi naongea kama philosopher. Unanisikia? Inabakingi kwa mind yako. So mind yako lazima uifeed vitu positive. Juu saizi nikikwambia we ni mbaya, useme we si mbaya, hivyo ndo itakuwa umeifeed negative. Ushajiambia we si mbaya. Lakini nikikwambia we ni mbaya na useme yenyewe mi ni mbaya. Lakini wacha nikwambie, kuna place nimeenda nikajigasi mimi pool, najua kuicheza nini. Nilipigwa. Na bado ulipigwa, si ukirudi bado hapo bado utasema we ni mbaya? Siwezi. Usiwaiti, wewe sasa ushati. Nilibet kidogo tu karibu nipate 7. Hakuna kitu kibaya. Na sasa unaona pool sasa kwanza. Kuna wazee wabaya. Unaona wazee? Hao ndio unafaa sasa unacheza na. Hiyo ndio sasa inafaa kuwa sakole yako. Si sakole yao wase wenye unapiga. Kama wewe. Mimi sasa hata sifai kuwa kwa hiyo sakole ya watu wenye unacheza na wao pool. Sawa? Juu wewe ni mbaya pool. Sawa? Alafu sasa ukuje sasa unishainie. Utaona wewe kama nakushinda. Lakini ukienda kwa wase wenye wanakuchallenge, utaingia hadi internet kwenda kuangalia nafaa kugonga hii bola aje. Nilikuwa nirudi kujifunza mpaka na ile ya simu. Najaribu niangalia rada. Sasa hiyo sasa ndio kila siku yako. Anafungua hivi unasikia mpira yote ameweka na shot ya kwanza. Na sasa kesho sasa utakuwa unafikiria venye utaenda kupiga umse. Nilikuwa nafikiria lakini Jos gasi zenyewe nilikosa man. Ukitii sasa hiyo. Kama Gachagua alitii hata mimi lazima nitii. Gachagua hajatii. Alitii, alisema hiyo story. Hawezi taka tena. Ni juu ya mambo ya health. Bado unajua huu ni msema health. Wewe rudi pool bana. Wewe rudi. Unasikianga you go back to the drawing board, una restructure. Una come back again na una conquer. Lakini nakwambia hata kama niko come back again, kuna special zingine zilikuwa zinavutwa hapo. Ni nini anadu yenye huwezi do? Si nakwambia sasa ni kama amezaliwa na hii kitu. Hakuna msee mwenye alizaliwa na hii kitu. Kwanza alikuwa Mpakistan. Hakuna hatari msee. Sasa unajua shida moja ni gani? Shida nimekwambia aje, ni environment. Sawa? Watu wa Pakistan, watu wa India, watu wa nini mostly hucheza pool. Sawa? Tangu wakiwa wadogo. Unaget? Place kama Brazil wase hucheza ball tangu wakiwa wadogo. Sawa?
environment. So unaona sasa kama mtani kwenu ilikuwa huko nini sasa pool ilikuwa illegal by the way. Pool bado si illegal hadi saa hii. By the way, pool kwetu ilikuwa illegal like kama ukiwa mkidi tu huwezi ingia. Huwezi. Hata saa hizi bado hata watu hujificha ficha tu. Mbona uko illegal by the way? CJ gate. Na si kitu mbaya na si nini. Inakuanga na mambo ya gambling na nini na hawajachukua nini ya. Si gambling ni mimi nasemaga ni ile ya kalata. Zile kadi nini. Haiwezi si the same. You pull si ni ile tu ya kupima mpira yako tu fresh nini hapa. Lakini unajua kuna hizo licenses sijui za betting za nini. Za pool. Hizo lazima yani ukuwe na hizo license. Mostly hao wasio wakuange wamechukua hizo license. Nasema mpaka like tupate mpaka mzazi angekuwa akisikia tu unaenda pool hiyo ilikuwa tena illegal. Ni ngori. Mpaka kwa mzazi mwenyewe. Ni ngori Mbona iko mzazi akukataze kitu kama game kama hiyo yani? Nakwambia ni environment. Kila msee ni victim wa environment yake. So mzazi alikuwa hapa nikijua kuinda huko. Exactly. Sasa ukifanya hivyo, nani alikuwa na bonga anasema aje? Kuna boys hizi sijui anakuanga ni pasta ama anakuanga nini. Sijui kama umeona huyo ako ka boys. Boys fulani huenda sijui ni motivator ama anabonganga akisema nini. Alikuwa anasema aje? Sasa hizi wazazi wanakuanga holiday wanakuja wanachukua wakidi. The only option yenye ni kuwapeleka ocha. Sawa? Na church. Ni ocha na church. Hakuna kitu kingine. Ocha na kanisa. So ukitoka shule mzazi happiness yake ukiwa ocha ama ukiwa kanisa. Sawa? Alafu bado nataka ukuje huku nje ukonke. Utakonka aje? Ukutoke shule ukuje home upelekwe ocha na upelekwe kanisa. Hiyo ndo happiness yake. Na maybe upelekwe vitu za church nini kuparticipate nini. Sasa hiyo ndo utaona kijana wangu ni ako fiti. Lakini hata kuja na ile program ya umemaliza shule acha nikupeleke uende ulearn mambo ya hacking, coding nini ulearn maybe music ama kitu ingine. Unaona? Yuko huko na mse huwezi mblame juu hivyo ndio pia yeye amelelewa. Kwanza mimi nasikia kwanza za music ningepata tu hiyo nini chance ningekuwa mnaoma. Ungekuwa Demathio. Ningekuwa Demathio mbaya sana. Lakini sikusikiza Demathio ilikuwa ngori. Kusikiza nini hizo Kakamandua hapo wasanii walikuwa wanoma ilikuwa bado ngori. Ilikuwa tunafaa kusikiza zile nyimbo za nini za church tu yani. Lakini acha nikwambie poverty ni kitu mbaya. Si poverty. Sasa si mimi nasema naongelelea yani kutoka kwa nini ingine dimension ingine. Poverty ni kitu mbaya. Juu unaweza kuja baadaye ukuje ulan ulikuwa na nini ya nitoaje nini na talent maybe ya kucheza tennis nini lakini juu ya environment ulimefanyiwa nini ama ainge affordwa. By the way, unajua kama kitu kama tennis nimeionea nikiwa high school nini hizo mambo zote nini. Lakini kuna mse mwenye hata amefanya nini anakuja kama ameshaijua. Ashaivishia. Ashajua yeye yenyewe mimi najua kucheza tennis. Unaona? Ama mimi najua kufanya hivi. So kila mse ni environment yake. Lakini ni kama ni ile walikuwa nafikiria maybe moral values zetu zitaharibikia kwa hizo story. Series haribike kama ushajua hizi bambo. Mzazi mgani atakubali ukae kwake hivyo? Tulikuwa tunasikia like anasema kama ukienda tuseme kama umeenda pool wanaanza kukuambia sasa umeanza kuwa kichwa ngumu, umeanza kuwa tuna headache hiyo za mavitu nini. Kila kitu ingekutokea kwako negative. Walikuwa na blame hizo kila kitu institutions yani. Hakutawahi kuwa na kitu mzuri. Anadhesi hata saizi mse wa kusoma unaweza kuwa nimekupea kitabu unasoma lakini udu vitu zingine.
sawa, ndakwĩra ndũraigua, sawa, unafanya the right thing, lakini bado lazima kukuwa na ile balance. Kama ile time ulikuwa unaambiwa nini, unaambiwa yani hata ufai kudate, ufai kuwa na msichana nini, hiyo shughuli ilikuwa mbaya. Sio age kidogo. Si kama wewe unajua ukiwa 18 ulikuwa umemalizana na shughuli. Nilikuwa 18 nilikuwa bado mtoto. Mimi nikiwa 18 nilikuwa bado mtoto. Environment. Yani walikuwa wanakazia hizo story yani. Ndio walikuwa wanakuambia nini, unaweza enda hapo upatane na msichana umweke mimba nini. Yani ni ukweli. Yani hata ukigrow ile charming love hauna. Kwa tu umeboeka yani. Mapenzi itakusumbua lakini huwezi unataka huruma kutoka kwa msee mwenyewe. Alikuwa anatembea 8 kilometers akienda shule kama amechota maji, na bado arudi jioni. Hiyo trauma inapasia nguo sasa kwako, inaanza wewe unaipa hapo. Hiyo enyewe labda sasa ianze sasa na wewe sasa, maybe kwa wakidi wako useme ndio maana saizi unasikia wasi wengi story like unapata like sasa kuna hiyo exposure like unajua sasa sisi hata tukifunga hakuna place unaweza peleka town nini utaenda uharibike, unaona ati ukienda kama tau utaenda uharibike, so unakaa tu mshahara wewe jua kuchunga. Ukiogopa kuharibika si ni ngori. Kugopa kuharibika si ni ngori. Jua kuna environment yenye itaikuwa. Si hapo ndo ulikuwa unasikia tunasema wale wa mamorio wa mtaani wamechanuka kutuliko. Wa wapi? Si wa mtaa yani wale wa morio unasikia wanakaa yani mtaani yani. Sisi watu wa mshahara yani tunaumia yani. Hakuna place yenye uweze chanukia yani. Unajua sasa kuchanuka ni ile like unaona huyo msee mpaka mambo zake ni chap. Sisi tulikuwa tu ile sasa kama kenye ningekushindia ni kama kuchuna majani ya ng'ombe, kukamua. Hizo riba hizo yani hizo. Wewe acha nikuulize saa hizi. Unajua watu wenye wametoka Ocha wengi saa hizi ndio wanadominate Nairobi. Wasanii wengi. Sikia, watu wenye wote wako kwa hizo wasanii wengi, sawa? Watu wengi macomedian nini, watu wenye wako kwa hizi space kubwa kwanza za Kenya wametoka wapi? Mshaba. Unasikia kuna msee mwenye ametoka Nairobi? Lakini si ni venye sasa hakuna. Comedy, acha nikwambie, unaona kitu kama comedy ni kitu ililetwa na njia ya acha nikwambie. Sikata hizo. Acha nikwambie comedy mostly inakujaga na stories za poverty. Hakuna poverty. Stories nyingi zinakavaa kwa comedy. Ni stories za venye wasi wanateseka kule Mushadha, wazee wa Mushadha, stories za Mushadha. Unaona? Hiyo ndo comedy. Unajua ushiki kitu yenye nakwambia hii kustereotype kusema sijui watu wa Mushadha sijui wanakuanga sijui nini. Hiyo tu ni ile tu waseni ni vile hizo area zinakuanga na ngori moja. Hakuna zile assets ama hakuna zile program zinaweza kusaidia kutoka kwa hiyo area. Nikuulize apart from comedy, wewe ushaiona mzee yani ni mzee amezeeka kiasi then anapiga yani matuja ziko na kiraka hivyo nini? Ushaiona? Kuna wengine wewe ushaiona yani mzee yani yuko kwenye umetoka yani? Kunao kunao kadhaa kama maisha imekugonga nini yani mbaya. Hata ukiwa in your 20s bado kuna wengine ngori. Si lazima kumezeeka bro. Like yani venye nasema ni aje. Kuna too much talent. Hawa si wenye wote wanadominate nini za Kenya. Wote mostly wengi wametoka Mushadha. Sawa? Hakuna msee mwenye ametoka Nairobi directly ati unamwona akiwa huko juu. Ni wasee kadhaa sana. Ni sahi, lakini unajua ni juu. Nimekuambia kitu moja kama saizi mimi nikipata hiyo opportunity. Kuna kitu moja nakoa nimesema. Mimi sitaki kurudi huko Mushadha. Unaona? So chenye unaekelea hapa mimi nasemaga do or die. Mimi nitapita na chenye kiko kwa meza sahi. Unajua hii maisha? Unacheki? Hii maisha hiyo kuwa tuseme ni kama shule. Sawa?
na hii shule lazima ndo uweze kufanya nini kumake it, lazima ukuwe na PhD. Sawa. PhD ni poor, hungry na hii ingine ni devoted ama ni nini. Sawa. Kila siku lazima ukuwe na hiyo hanga. Sawa. Na hiyo hanga ndo hiyo push msee kufanya enyewe bado uko hungry for hii kitu. Ndo maana unaona wasee wanatoka Moshadha wanakuja wana dominate nini juu hataki kurudi place yenye ametoka. Unashika msee mwenye ako mostly Nairobi ni kuna comfortability. Sawa. Kuna msee mwingine alikuwa pia nasikia akisema sinasikianga mambo mingi akisema ati kama umetoka Moshadha usijaribu kulink na vijana wa Nairobi sana. Sawa. Juu msee already ako comfortable. Hakuna place yenye anaenda. Hata mkifanya nini ukifail utarudi area. Akifail anaenda tu atabaki tu in the same place. Unaona? Lakini sasa effect itakuwa kwa huo msee mwingine. So unapata msee ametoka nini lakini anakuja anakonka. Ndo maana wasee wengi wenye wako huko kwa nini wasee wa nini. Juu pia wako hungry, hawataki kurudi place yenye wametoka. Umesema hutaki kurudi kwa huko tena. Siwezi taka manzi. Nilikuwa nimeteseka juzi. Hiyo sichukue ati kama content. Si content. Si sasa. Sichukue kama content. Maisha yako ni comedy. Nimejipigania kufika hapa usioikosa yani. Na hiyo hungry. Umesema hungry na devotion. Yani kuwa hungry. Na niko poor. Uko poor ama uko broke. Kuna difference. Niko broke. Siko poor. Uko poor. Siko poor. Najituma mpaka ile siku nitaona lazima ijipe. Na hapa lazima mimi nasema kitu moja penye niko saizi. Hata kama hii content itajipa. Hakuna place ati hii nini itaijipa. Wacha kuweka hiyo clause ya ati itaijipa. Yaani shughuli zenye napiga hapa nje moja lazima itaivana. Hakuna nini ya kukosa kujipa, lazima yani itajipa tu. Inaweza kosa. Haiwezi kosa. Usiweke hiyo mentality ya itakosa. Hapa nje bebe. Lazima ijipe. Hakuna ni win ama kuwin. Hakuna ni make it or make it. Baada hakuna kingine. Lakini sasa hapo ndo nasemaga like penye tuko saa hizi tusitake kurudi kwenye tumetoka msi. Itakuwa tu mbaya. Na hiyo lazima tu yani kuem haya daily. Manzi juice. Yes tunashuhudia shukran juice kwenye walitokea hiyo siku ya Diamond League. Wenye ulipiga interview nini hapo Doba wasi wote. Wenye walibuy merchandise. Bana pia wasi wa merchandise shukran sana. Manze Juice. Bana. Hapa ni kwa Nima Vibe Podcast. Baka siku hiyo ingine. Hiyo siku ingine nataka tuletee mtu mwingine fulani hapa. Sasa. Niwaambie wa keep lock. Bana. Tutakuwa na wageni kadhaa next time. Manze Juice. Till next time, keep subscribing, commenting and sharing.